Karibu katika channel ya Movitech Academy. Huu ni mwendelezo wa mafunzo ya video editing kwa kutumia Adobe Premiere Pro. Katika video hii utajifunza ni jinsi gani utaweza kuweka athari ama kuadd effects mbalimbali katika video zako, lakini vile vile utajifunza kufanya maboresho ya rangi. Katika video hii tutabadilisha workspace na tutaondoka katika workspace ya captions and graphics na tutarudi katika workspace ya editing. Katika Adobe Premiere Pro kuna effects nyingi sana, na ukitaka kuziona effects zilipo utakuja katika sehemu hii ambapo utaona kuna vichoro viwili. Ukiangalia vizuri utaona kwamba kuna effects panel. Sasa kama huioni effects panel, inawezekana kwamba umechagua pengine folder liko huku, kwa hiyo effects huioni kwa hapa. Sasa ukija hapa, ukibonyeza hapa, utaweza kuiona ile sehemu ya effects. Nasogeza juu kidogo ili tuweze kuona vizuri. Sasa sisi tutaangalia zaidi video effects pamoja na video transitions. Katika effects ya kwanza ambayo ningependa sana uijue na itakusaidia sana ni effects ya kustabilize video yako. Yaani kama video yako inatikisika ama ina shake. Sasa nataka nikuoneshe ni njia gani unaweza ukatuliza ile video yako na ikawa imetulia. Kwa mfano, hapa tutaangalia video yetu ya kwanza ambapo kidogo inaonekana kwamba inatikisika. Sasa nitasogeza playhead yangu mwanzoni. Sasa naichezesha tuione video yenyewe. Mara nyingine tunapokimbiana maisha ya kila siku, tunasahau kutazama uzuri wa dunia unaotuzunguka. Sawa, unaona kwamba video inatikisika. Sasa hapa tutaweka effects ama tutaingiza athari ya kuweza kuituliza, na effects yenyewe inajulikana kama warp stabilizer. Effects ya kustabilize video inapatikana katika sehemu ya video effects, halafu utaenda katika distort, utashuka chini na utaitafuta warp stabilizer. Sasa hii ni namna ya kwanza kuweza kuitafuta effects yako, lakini saa nyingine inawezekana mambo mengi umesahau na hujui effects ipo katika folder gani. Una uwezo wa kusearch tu hapo. Ukija hapa ukiandika warp, itakuja warp stabilizer na utaweza kuichagua na kuifanyia kazi. Sasa ni jinsi gani utaweza kuweka effects katika clip yako ama video yako husika. Kuna njia mbili za kuweka effects katika clip yako ama video yako husika. Njia ya kwanza, una uwezo wa kuichukua hii effects na kwenda kuiweka katika ile video yako. Kwa hiyo hapo tayari nimeshaweka effects na hapa inafanyia kazi katika background. Lakini kuna kitu cha msingi ambacho nataka nikuelekeze. Unaona kwamba kuna kama line nyekundu na huku kuna line ya manjano. Sasa video yako haitakiwi ui-export ama uitoe ikiwa ina rangi nyekundu. Ikiwa na rangi nyekundu inamaanisha kwamba unahitaji kuirenda video yako. Na kurenda ni ule mfumo ambao unaifanya video yako iweze kuchakatwa kwa ajili ya kuchezeka vizuri baada ya kazi kukamilika. Kwa hiyo katika hatua ya mwisho kabisa wakati unafanya kazi yako, ni lazima video yako uifanyie rendering. Usi-export ama usitoe video yako ikiwa hujaifanyia rendering. Na video itaonesha kama unahitaji kuifanyia rendering ikiwa ina huu mstari mwekundu. Kwa hiyo kuna mistari inakuwa ina rangi tatu, kwa nyekundu, manjano na kijani. Kwa hiyo mstari wa kijani utatokea pale ambapo umeshafanya rendering. Kwa hiyo rendering tutafanya katika hatua zinazofuata. Sasa hapa tumeweka effects ya kwanza ambayo ni warp stabilizer, lakini kuna kitu cha msingi ambacho unatakiwa ukifahamu, nacho ni effects control. Kwa hiyo ushaweka effects, je, utaweza kucheza na hizi effects? Utaweza kufanya controls za effects sehemu gani? Kuna panel ambayo inaitwa effects control na inakuwa inapatikana katika sehemu hii. Kama pengine huioni hii effects control, unaweza ukaangalia katika
sehemu hii. Inawezekana kwamba kuna vitu vingi umevifungua, ila kama hii haipo, utakuja katika window, workspace, halafu kama upo katika sehemu ya editing, basi uta reset to saved layout. Inawezekana kwamba kuna mtu ameihamisha ama imejifunga kwa bahati mbaya. Sasa hii ndio clip ambayo tumeapply effect yetu. Kwa hiyo tukija huku katika effects control, utaweza kuiona ile warp stabilizer ambayo umeweka. Kwa hiyo nikichagua clip hii, utaona kwamba haina effects ile ya warp stabilizer. Sawa. Sasa hii unaona kwamba kuna vitu vya kucheza navyo, lakini utakapoweka warp stabilizer baada ya kukaa sawa yenyewe, wewe hauna haja ya kuchezesha, kwa sababu inapojiweka inakuwa tayari inafanya kazi vizuri tu. Lakini kama utakuwa unataka kufanya mwenyewe vitu vya ziada, unaweza kuja kucheza navyo hivi. Sasa hebu tu play tuiangalie ile video yetu kama bado inatikisika. Mara nyingine tunapokimbia na maisha ya kila siku, tunasahau kutazama uzuri wa dunia unaotuzunguka. Unaona kwamba imetulia. Sasa hebu niifiche hii effects kwamba tujalie kama haipo. Kwa hiyo ukija katika hii FX, basi utaweza kuificha. Kwa hiyo hapo ukibonyeza mara moja, manake hapa hakuna athari, haitaonekana ile athari ambayo umeiweka. Kwa hiyo nikija tena nikichezesha, mara nyingine tunapokimbia na maisha ya kila siku, unaona kwamba inatikisika. Kwa hiyo nairejesha ile warp stabilizer. Hebu ni play kwanza. Mara nyingine tunapokimbia na maisha ya kila siku Sawa. Baada ya kuweka effects ya warp stabilizer, sasa tuweke effect nyingine ambayo tutaweka blur katika video zetu. Kwa mfano katika clip hii, kwa vile hapa ndio kuna jina langu ama kuna title yangu, nataka kuwe na blur kidogo, maandishi yangu yaweze kuonekana vizuri. Sasa ukitaka kuweka blur, utasearch tu hapo, utaandika blur, halafu utashuka chini, utachagua Gaussian blur. Sasa njia nyingine ya kuweka effects katika video zako. Njia ya kwanza nimekwambia unaweza ukaichukua effects halafu ukaiweka katika video unayoitaka, na njia ya pili utaichagua ile clip yako unayoitaka. Ukishakuichagua utabonyeza mara mbili katika hii effects. Kwa hiyo ukibonyeza mara mbili tayari umeshaweka effects katika ile clip husika. Kwa hiyo tukiangalia sasa hivi katika effects control, tunaiona ile effect yetu. Kwa hiyo effect yetu ni Gaussian blur. Sasa tunaona kwamba tumeshaweka effects, lakini ile effects haionekani. Sasa ile athari iweze kuonekana, utakuja katika effects control, Gaussian blur, halafu blurriness utaongeza namba hapa. Kwa hiyo ukiongeza namba, unaona video yako inakuwa kama na blur. Na blur ni kwamba video yako inakuwa kama haionekani vizuri, inakuwa kama na ukungu fulani. Kwa hiyo ukichezesha hapo, uzuri wa dunia unaotuzunguka, mashamba yenye maua yanachanua kwa rangi zinazong'ara. Sawa. Kwa mfano hapa ukija ukaongeza 100, unaona ile video yako ndo haionekani kabisa. Ukipunguza, sawa. Hapa nimekufahamisha tu ni jinsi gani unaweza kuweka blur katika video zako, lakini katika video yangu sina haja ya kuwa na blur kwa sababu nataka maua yaonekane vizuri kulingana na history yangu inavyotembea. Kwa hiyo nitakuja katika Gaussian blur, halafu nita right click, nita clear. Kwa hiyo ukiclear utakuwa umeweza kuiondosha ile effects ambayo umeweka, au unaweza kubonyeza button ya delete. Sasa ili uweze kuona effects nyingine, hakikisha umefuta ile athari ambayo umesearch mwisho. Kwa mfano hapa ukiangalia utaziona athari za blur tu. Kwa hiyo nitaondosha hii. Effects zipo nyingi sana na hatuwezi tukazimaliza zote katika video hii. Kwa hiyo utajaribu ama utachagua effects yoyote, utaweka katika clip yako na utaangalia vile inavyoleta athari baadaye.
Sasa tuangalie video transitions haraka haraka. Tukija katika video transitions, hapa tutaangalia ni jinsi gani clip moja itabadilika na kuingia clip nyingine. Kwa mfano nikija katika sehemu hii, halafu nikichagua tu transition yoyote, tujalie page wheel. Kwa hiyo katika page wheel nikichukua transition hii nikiiweka hapa, halafu nikichezesha tipana mawimbi ya bahari, unaona kama kurasa imepita kabla ya kuingia video nyingine. Mawimbi ya bahari. Sawa. Hii kwa mfano kama sio nzuri unaweza ukafuta ukaweka nyingine. Sasa tuje hapa bora. Halafu tuchague kwa mfano slide, au tuje katika wipe. Chagua wipe, halafu naiweka katikati hapa. Tuangalie ni jinsi gani clip zitabadilika. Kila mandhari inatufundisha. Kwa hiyo hizo ndio transitions. Kwa hiyo utaweza kujaribu transition tofauti tofauti. Kwa mfano hapa insert, nikiweka hapa kitu, uvumilivu, amani. Kwa hiyo kuna transitions nyingi sana. Hivyo wewe utajaribu transitions tofauti ili kuweza kuipendezesha ile kazi yako. Kwa hiyo transitions zote mimi nitazifuta. Sitaki kuweka transitions katika mradi wangu huu. Sasa tuangalie kitu cha mwisho ambacho ni maboresho ya rangi. Kwa hiyo nikija katika window nitabadilisha workspace, halafu nitachagua color. Sasa nimechagua workspace ya color, lakini naona kwamba kama nipo katika essential graphics, lakini kumbe huku juu inaonyesha kwamba kuna Lumetri color. Sasa hapa ndipo utakuwa unafanya maboresho ya rangi. Kwa hiyo endapo kwamba hata hii Lumetri color kwa mfano haipo, umekutana na hii tu, maanake hapo kuna mkono wa mtu ambao umepita. Utakachokifanya ni kuja katika window, workspaces, halafu utachagua color, halafu uta reset to saved layout, maanake ni kama una restore ile setting yake. Kwa hiyo huu ndio muonekano halisi wa workspace ya color. Katika kufanya maboresho ya rangi kuna vitu vikuu viwili. Kitu cha kwanza ni maboresho ya rangi zenyewe ama color. Kwa hiyo hii inatokana zaidi na settings za kamera. Kwa mfano inawezekana kwamba white balance imewekwa white balance sio, kwa hiyo ni asubuhi lakini unaona kama jioni. Kwa hiyo hapo unaweza kuja katika sehemu ya temperature, na kila ukienda upande wa kushoto huku utakuwa unaifanya video yako iwe kama na athari ya baridi baridi. Kwa mfano kama ni jioni unaweza kuona kama ni asubuhi, au unaona kama mazingira ya baridi kabisa. Kwa hiyo huku tumeweka blue, lakini tukija huku manake unazidi kuiona ile picha yako kama jua linazama au vipi, manake huku tunaweka rangi ambazo zinahusiana na jua. Sasa utakuwa unafanya maboresho ya rangi kulingana na ile story yako unataka vipi ichukulike. Kwa hiyo mwanzo ilikuwepo hapa, au kama umebadilisha huelewi unataka urejeshe mwanzo, unaweza kuja katika reset. Lakini kama unataka urejeshe kitu husika, una uwezo wa kubonyeza mara 2 katika hichi kiduara na itarudi kama mwanzo. Kwa mfano hapa naongeza temperature kidogo katika sehemu hii. Kwa mfano kama video yako unaona kama kuna rangi ya zambarau imezidi, una uwezo wa kuipunguza na kuipeleka katika kijani. Lakini hapa sitorekebisha chochote. Katika saturation hapa utakuwa unakozesha ile rangi yako. Kwa kila rangi itakuwa inakoza. Kwa hiyo ukipeleka mpaka mwisho huku unaona kwamba rangi zinakoza, lakini tukipeleka huku tunaifanya ile video yetu isiwe na rangi kabisa. Maana unaweza ukaipeleka mpaka kwenye black and white. Ukija katika exposure hapa, kama picha yako itakuwa na mwangaza mdogo, utakuwa una uwezo wa kuiongeza hapa. Kila nikienda kulia mwangaza unazidi kuwa mwingi. Sasa hapa naweza nikaongeza kidogo. Kwa mfano katika sehemu ya contrast tutakuwa tunang'arisha zile rangi zetu. Kwa hiyo
unaweza kuongeza contrast. Ukipunguza rangi zako zinakuwa hazing'ari. Kwa hiyo ukiongeza kidogo. Kwa hiyo wakati wa kufanya editing hapa hakuna vipimo rasmi, isipokuwa utakuwa unafanya kulingana na ile picha yako unavyoiona. Katika highlight hapa utakuwa unapunguza kama video yako ilikuwa inang'ara sana au kuna mwangaza mkali, kuna vitu havionekani vizuri. Kwa hiyo hii highlight itakuwa inaweka sawa. Shadow hii itakuwa kama kuna sehemu kuna kivuli, itakuwa kama kinaondolewa. Kwa hiyo ukipeleka huku utakuwa unaondoa kivuli. Unaona kwamba chini ya mti hapa ndipo utakapoweza kuona zaidi. Kwa hiyo nikipeleka huku unaona kivuli kinaongezeka, lakini nikipeleka huku, kwa mara nyingi kama picha itakuwa inagiza giza, unaweza ukaondoa vivuli. Na hii white itakuwa inang'arisha ama inacheza na zile sehemu ambazo zinang'ara zaidi katika picha yako. Kwa ukipeleka huku, na hii sehemu ya black itakuwa unakozesha katika ile sehemu ambayo ina rangi nyeusi. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo unaweza ukacheza navyo, lakini kitu cha kufahamu ni kwamba hii Lumetri Color ama kuweza kufanya maboresho ya rangi, pia tutakuwa tunafanya athari ama tuna add effects katika video zetu. Kwa hiyo kwa mfano tukichagua ile clip yetu, halafu tukija katika effects control, tutaona kwamba tuna Lumetri Color. Kwa hiyo Lumetri Color pia ni athari ama effects. Huu ndio mwisho wa sehemu hii. Usikose kuangalia sehemu inayofuata. Usisahau kulike, kucomment na kushare. Tutaonana katika video ijayo.